safari ndefu ya mwanadamu ni maisha na mapenzi. Uwe mke au mume, mara moja hubahatika maishani mwako kumpata mtu fulani ambaye huwa ni maalumu kwako, kipenzi cha moyo wangu. Kwa kiasi kikubwa nimetambua na kuamini ya kuwa kukutana kwetu ni mwanzo wa kutimia kwa ile ndoto yangu ya siku nyingi, kwani pendo letu linakuwa kulingana na wakati. Kila siku maishani mwangu nilikuwa na ndoto ya kumpata wangu mwezi, nifunge naye pingu za maisha. Nimekuchagua wewe uwe wangu, wangu wa maisha, wa kufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si ndwele, tugange yanayokuja. Nimekuchagua wewe uwe wangu, wangu wa maisha, wa kufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si ndwele, tugange yanayokuja. Nakupenda wewe, malaika wa moyo wangu, nakuhusuru wewe, wala moyo wangu. I love you. Moyoni nina furaha tele, upo mikononi mwangu. Na kwa pete hii ninakuoa, uwe mke wangu wa ndoa. Hakika wewe ni ubavu wangu, kwa penzi nimefika. Kama meli imetia nanga kwako, mwingine kato sitamani. Umewacha wazazi wako, baba na mama, kwa mapendo umeungana nami katika ndoa takatifu. Na leo si wawili tena, tu mwili mmoja. Tumwombe Mungu atujalie ndoa yenye baraka, tuje tuzae na watoto, waizunguke meza yetu, upendo tawale nyumba yetu, tuwe wakarimu kwa wageni wetu wote. Nimekuchagua wewe uwe wangu, wangu mpenzi, wangu wa maisha, wa kufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si ndwele, tugange yanayokuja. Nimekuchagua wewe uwe wangu, basi nimeona wengi, wangu wa maisha, wa kufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si ndwele, tugange yanayokuja. Nakupenda wewe, sipiganagi mwenyewe, ninapiganiwa na baba. Mwenzio sipiganagi mwenyewe, ninapiganiwa na baba. Mwenzio sishindani mwenyewe,
nashindaniwa na Yawe. Mwenzio sipiganagi mwenyewe, ninapiganiwa na Baba. Mwenzio sipiganagi mwenyewe, napiganiwa na Baba. Mwenzio sipiganagi mwenyewe, haleluya, ninapiganiwa na Baba. Mwenzio sishindani mwenyewe, nashindaniwa na Baba. Mwenzio sipiganagi mwenyewe, ninapiganiwa na Baba. Mwenzio sipiganagi mwenyewe, mwenzio sishindani mwenyewe. Mimi vita sijui, mimi vita siwezi. Kasema nitulie, atajibu. Kuna majira vita ilikuja kwangu, kuna majira watesi waliniinukia, kuna majira nilitaka kupambana kafanya maishani mwako, wanadamu wakabaki wanashanga. Kuna jambo Mungu anaweza kafanya maishani mwako, wanadamu wakabaki wanaulizana. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu, ipo siku watabaki wanaulizana. Wakati Mungu anakuinua, wakati Mungu anakuinua, wanadamu watabaki wanashangaa, wanadamu watabaki wanaulizana, watabaki wanashangaa, wanashangaa wakati wa kuinuliwa kwako wewe, watashangaa adui zako, watabaki wanaulizana, imekuwaje wema wakati wa kuinuliwa kwako wewe, wataulizana, watabaki wanashangaa, Yesu Baba wanashangaa, Yesu ndugu, wakati wa kuinuliwa kwako wewe, watashangaa adui zako, watabaki wanaulizana, imekuwaje wema wakati wa kuinuliwa kwako wewe, wataulizana. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu. Ipo siku watabaki wanaulizana, ipo siku watabaki wanaulizana. Wewe kaa vizuri na Mungu, katika familia ya Yese, na nangejua katika familia ya Yese, na nangejua wewe Daudi angeitwa kuwa mfarume, Daudi angeitwa kuwa mfarume. Ndugu zake walishangaa, walishangaa wakati wa kuinuliwa kwake, walishangaa. Wewe kaa vizuri na Yesu, wewe kaa vizuri na Yesu, wakati unabeba mapacha wataulizana, wakati unavishwa pete kidoleni. Iko neema tufanyayo, tumebadilika. Amenitengeneza huyu Baba, amenitengeneza, amenitengeneza huyu Baba, amenibadilisha, amenitengeneza huyu Baba, amenitengeneza, amenitengeneza huyu Baba,
Stefano kubw'umuryango munini wa Sugwa Simon, sababu ya jamaa kubwa sana ambayo abakuru benshi, abakazana n'abahungu, hamwe n'ukubw'umu se w'umukobwa ariwe papa Nahimana Amando na nyinamwiwe Christine Maleza, na kwa ujumbe pia wa baba Musika na mama Musika ambao watatu kwa majina hayo, nuko ruhande rwa bakaza ba muntu ari na nda baserukiye ngaha benshi bari ngaha ubiza maneno babasalika, na kwa niaba ya pamoja hapo hapa kabanzanye uyu mushiki wacu Aziza Makurata, nimeleta dada huyu yetu Aziza Makurata, nkuko mwene data yashitse mu rugo rwo muhira agakurikiza ishaka rwose. Ndugu amefika nyumbani kuomba mke na akatimiza mapasho yote. Nkabandamuzanye kugira ikiyago cyayazwe amenye ko kitaba yamasigara cyicaro akaba ari uceze ko uyu munsi. Na kwa hiyo nimekuja kulipa ili yale mazungumzo ambayo tumezungumza pamoja isionekane kwamba ni uongo. Rero ku ruhande rw'abantu bose namaze kuvuga ntabashikirije Aziza Makurata kuri Joseph. Mbere yuko namushikiriza mu y'amajambo abiri, kabla nikukabidhi nataka nikwambie maneno mawili. Unaona uyu mushiki wacu araberewe cyane rwose. Unaona dada yetu anapendeza sana. Ibipupuri, ntazi, urabona ibintu ni byiza. Naona mambo ni mazuri. Kandi natwe nabasaza bimwe bari hariya na bene wabo benshi ngaha na jamaa yake ambayo inapatikana hapa. Kose tulicabona rero uko tumuzanye twamufotoye, twagize x-rays gurikintu, ariko turizera yuko uri umuntu w'icubahiro kandi nkuko twabibonye. Rero nta kibazo dufite, ariko twateza ugashyirayo hari indani kugira ngo wicare uzi yuko twaje twabiravye byose. Hanyuma rero nkaba ndagushikirije Aziza. Amenitengeneza huyu baba, amenitoa nyuma, amenitengeneza huyu baba, amenitoa nyuma. Bwana barikiwe. Hata tuombe wale waheshimiwa, let's ask those who are respected wakae to sit down. Huyu baba, amenileta mbele na mimi, amenitengeneza huyu baba, amenileta mbele na mimi, amenitengeneza huyu baba, huyu baba amenitengeneza baba.
5 ya mwezi wa 9 It will come as September 5th, mwaka but it will be ingine, a different year. lakini siyo ya It will not 2020. be September 5th, Ina 2020. maana kwamba Which means hii ni siku this maalum is ambayo an ni important day that I value. A day hususan kwa that we upande wa value. Joseph na Aziza. The day they will be to join Najua together. Joseph aliomba maombi Because mengi. Joseph has prayed a lot. Najua Aziza And mmeombea I believe Mungu as a siku nyingi. Aziza prayed a But lot. today- But today, Lakini siku ya leo today, Joseph mwambie Aziza siku pole pole. Mwambie siku ya leo. Usiogope. Mungu amejibu maombi God yao. has answered their prayers. Na kwa sababu siku ni hii Because siku this yao. day is their day. Sasa mimi na wewe ambao tumeoa You and zamani. I who have maybe those Wa who have vijana got wetu na married wasichana past, wetu ambao even wanahitaji our kuoa. youth who are getting ready to be married, Tunaenda kupata portion, you get like opportunity, bahati opportunity. This is you get an opportunity kupitia hii siku ya ndugu to na dada. this day, to this joyful day. Kwa dakika fupi ambazo Roho In Mtakatifu a few days, the Holy ataturuhusu, Spirit will lead us or allow us. Roho Mtakatifu amenitia kwa roho neno ambalo The Holy linasema Spirit have given me this word that says sababu ambazo zimesababisha Mungu kuanzisha jamaa. reasons why God have started family. Sababu The reasons. ambazo zimesababisha Mungu Why? kuanzisha jamaa. Reason why God started family. Hii ni jamaa ambayo inaenda This is kuanza. a family that's going to be started. Jamaa yako tayari Your imeanza. family probably already started. Watoto wetu vijana wasichana kesho nao Our watajenga children are nyumba. young. One day they will build their home. Kwa nini But Mungu why ameanzisha did God jamaa? started family? Nataka wapendwa I niwaambie want kwamba my beloved friends who are here. I want to tell you kitu guys ambacho wanaita family what the word is called. The thing that's called family. ni institution ambayo It's an imeundwa na Mungu institution that mwenyewe, was created by God. sio shirika It's ambayo not inaanzishwa na something that mwanadamu. was created Hapana, by a human being. ni shirika It's an ambayo Mungu institution mwenyewe that ameanzisha. God created. It started. Manake Mungu So ndo it's- founder God is the founder wa hii of institution this ambayo inaitwa jamaa. institution, which is called family. Ndio kwa maana sio So kitu ya that's why it's not kuchezesha. something to play with. Ndio kwa maana jamaa sio That's kitu ya why kucheza family is not nayo, something to play with. kwa sababu ni Because shirika it's an institution ambayo that God imeanzishwa that pamoja na was Mungu. started and began by God. Tukisoma katika If we read in Mwanzo Genesis sura ya pili chapter 2, mstari ya 18 verse 18, unaendelea 21 and then we 23, continue to verse 23, Mungu alianza kuumba God mwanaume. first started Kwa majina ya created a Adam. man by his name called Adam. Biblia inasema The kwamba Bible tells us Mungu akaona kwamba God saw hafai, that he was not enough. yaani akaona kwamba God saw that hajai. he's not fulfilled. Adamu huyu ambao This tunamzungumzia, Adam that we're talking about, baada ya Mungu after kumuumba, God have created him, alijikuta katika hali ya magonjwa. Adam was in problems. He Aligonjwa. got sick. Ambia mwenzako Tell your amegonjwa. neighbor he got sick. Adamu aligonjwa, Adam got sick. sio ugonjwa wa corona pale, Not coronavirus, that type of sio ugonjwa wa sickness. malaria Not hapana, malaria. sio ugonjwa nyingine Not any hapana, type of sickness. ilikuwa It was ugonjwa the sickness. ambayo inaitwa upekee. It's called loneliness. Loneliness. Mungu alikuwa ameumba God mnyama, had already created all the akaumba animals, viwili viwili, 2 by 2, kiume na kike. a male and a female. Basi kondoo But all the dume na dike when it's a male and a zilikuwa female, zinafika wakati when zinacheza there's time zinacheza. to dance. Minyama Even zingine za kila other aina animal, different types of Kiume na animals, kike, the female and the male, zinacheza they started dancing. zinacheza. Adamu akatafuta mtu wa kucheza Adam, naye, he didn't have anybody to dance with. akamkosa. He looked everywhere, he couldn't find any. Huyu mwanaume kwa mwanzo amepata shida. Ambia mwenzako amepata shida. Tell him, Adam, he had problems at the beginning. Akatafuta mtu wa He kucheza searched naye, for someone kuongea he naye, can dance akamkosa. with, someone to communicate with. Ikamtokezea ile ugonjwa ambao And unaitwa. that gave him that sickness upekee. of loneliness. Na wakati Mungu alitambua And when hiyo, God noticed that, kwa sababu Mungu anajua because yote, God knows everything, Biblia inasema the Bible kwamba tells us, siku moja asubuhi one moja day in the morning, Mungu akamletea God usingizi brought mzito. sleepiness. Haleluya. God brought heavy Mungu sleep akamletea upon him. usingizi mzito God brought Joseph. heavy sleep upon Adam. Adamu akasinzia. Adam slept.
Na Mungu akatoa ubavu God mmoja. took one rib. Na hiyo ubavu And that mmoja rib, Mungu akaitengeneza God made it well. kuwa mtu Fixed it mwingine and it made it to ambaye another anafanana naye, that looked like him. ambaye anapendeza, ambaye anasusia, ambaye anavutia sana. Baada ya Mungu kumaliza operation, After when God finished his operation, basi usingizi kaisha. Adam woke up. Adamu, kitu ambacho kimenishangaza kwa What Biblia, I shocked me in the alipotoka kwa Bible, usingizi when Adam came out of his sleep, akamuona he looked. Amen now. Wow. kaona, He looked. sema wewe You uko mbavu ya mbavu yangu, You are the rib of my ribs. wewe You uko mfupa, You are my bones of my bones. Today, utaitwa you'll mwanangu be called a woman kwa sababu umetoka ndani because you yangu. came from missional love. Unaweza kubali kukufa You mean you are going to die kwa niaba ya Aziza. because of Aziza. Acha niwaambie, Let me tell you guys, nyumbani tulipatikana umaskini. if we are poor in our house, Mimi Jean de Dieu me John did yet. nikivaa suruali, If I- nikivaa kapitula If I wear shorts, kwa sababu sina pesa za because I don't have any money, Sasa kapitula imetoboka hapa. and my shorts have holes, Hapo tunatia vilaka. and then we put like patch of another clothing. Mimi Jean de Dieu nikitia Me John sengre. did yet. If I wear a tank top Nikitembea and I'm barabarani, walking in the street, hakuna mtu ambaye atanicheka. nobody gonna laugh at me. Unajua watasema nini? You know what they're gonna Watasema say? Jean de They say Dieu. John did. Mara hiyo vya uchungaji ametoka ndani. He already left the pastor. Amekuwa rasta mara He hiyo sasa. became now a Unaona rasta. nini watasema? That's what they're Hawatasema kwamba ni They won't ukosefu, say hapana. it's just. Watasema hiyo ni mtindo, ni nimekuwa They're rasta. gonna be like maybe it's new Lakini style. nenda uone sasa mabuno za mwanamke. But That's the thing. All right, yes. go look at the buttocks of a man. So itakuwa ya haya It mkubwa would be sana. actually a shameful. Maana yake upendo ni nini? So which means love is what? Joseph ataje avae buchi, Even atembee Joseph buchi kwa sababu ya naked because kusamehe. he Lakini can't find no clothes. angalau But make sure amuuzie mke he wake. will make sure he buys his wife some clothes. Joseph ashinde njaa, He can be hungry, lakini but he needs angalau to make sure mke wake his akule. wife have ate. Agape love. That unconditional love. Hiyo ni kitu ya kwanza tu. That's the first thing, Joseph. Kitu ya pili, Second thing, natakiwa kumjali. I still care about him. I mean, you need to care. Natakiwa kumjali. You need to care for her. Kama amegonjwa hujui, If she's sick, you don't know. kama na hamu ya kwenda kuona wazazi wake If she's nyumbani trying to haujali, want to go see her parents and you seem like you don't care. kama ameenda kazini If she went to haujali, work, you don't care. kama wamemtia kukora hivi Maybe she's on this wanamsumbua hapa kule, call wanaume like wengine you are other haujali. men are bothering her at work, you don't care. Kama basi supervisor Even the wanamdharau supervisor, kule they na are kumdharaulisha looking down haujali. on her, you don't Na care. hujui anatumikia And wapi. you don't know where she works at. Yeah. You need to care for her. Yaani umjali. Care about her. Haleluya. Amen. Wanaume tujali wake zetu. Men, care about your wife. You need to care Kitu kingine nataka for your kueleza. wife. The third thing, Yaani unapashwa, yaani ni mapashwa. Kuna mapashwa ambayo unapashwa kutimiza. there's things that you need to fulfill. Kila mara ninapotoa semina napenda kutoa hii mfano. So when I usually do seminar, I always give this example. Mimi natumika mchana. I work in nighttime, Bibi yangu afternoon. My Anatumika wife usiku. work nighttime, evening. basi akikuja nyumbani So when she comes, mimi naondoka. I'm leaving. Nikikuja When I anaondoka. come, she's leaving. Juma yote The naisha. whole week finished. Mimi naye hatuna wakati Me and her, we wa don't even sit together or communicate. Tutakutania wapi? When will we ever meet or get that time to meet and talk? Lakini kule kukora ni Now, on machike. that call line on that chicken place where you work out your company, Esther. this is Esther, Uni jande. this is John the Kid. Shanome cha mandevu kama And huyu. then I'm there with like long, beard. Huyu ni fulani. This is somebody huyu ni else, fulani. this is somebody else. Wanaputakuta Juma So yote. you want to say a whole week? Wewe mke wako, mume wake. You or half of me. Basi tuanze na Joseph. We'll start with Joseph. Nahitaji microphone jamani.
Ili Joseph anisikie vizuri. Tutakuwa na swali kuhusu Joseph. Tutapenda kujua ikiwa yeye mwenyewe ameshikamatia maamuzi ya kwenda kumtafuta Aziza, yani ikiwa amelazimishwa na familia yake, yani relatives yake. Tujue Joseph, je, ni wewe ambao umechukulia maamuzi ya kumpenda Aziza bila makazo yako? Joseph, are you the one that decided to go? Ndio. Na ikiwa ndio, If that's true, kuna maswali ambayo nitakupenda kukuuliza. there's questions I'm going to ask you. Namna wameleta Aziza, Just like how they brought Aziza, wamemleta kimelameta kwa sababu kwa alikuwa anakula mayai maybe she used to eat eggs na maziwa, and milk. She used to eat eggs and drink milk. lakini kesho asubuhi But tomorrow morning, akitosha katimba, unaweza kuona amebadilika. if she get a little bit bigger or get gained weight, you'll see that she's Je, baadaye hautaregrete kuona kwamba Are you going to amebadilika? regret, or are you going to start regretting because you gained weight? Katika maisha ya kawaida anaweza kupatwa na magonjwa, Yeah, among her life, she might face different issues. anaweza kupata ajali pengine. Maybe he get in an accident. Je, kwa hiyo hali Through yoyote that life, for that time, utaendelea kupenda Aziza kama mke will you wako? continue to love Aziza? Kwa hiyo utarudia kwa hii maneno. I repeat this. You will repeat after me. Mimi Joseph Batachoka, Mimi Joseph Batachoka, mbele ya Mungu aliye hai mbele ya Mungu aliye hai na mbele ya kanisa, mbele ya kanisa, nakubali kuchukua mke wangu Aziza nakubali kuchukua mke wangu Aziza kuwa mke wangu pekee wa ndoa, kuwa mke wangu pekee wa ndoa. nakubali kwamba nitampenda Nakubali kwamba nitampenda upendo wa dhati upendo wa dhati na kumjali kwa hali yote, na kumjali kwa hali yoyote, katika shida katika shida na katika raha, katika raha, na kuahidi wewe Aziza, na kuahidi wewe Aziza, mali yangu itakuwa mali yako, mali yangu itakuwa yako, vitu vyangu vitakuwa vitu vyako, vitu vyangu vitakuwa vyako, na kuahidi kwamba tutaishi pamoja na kuahidi ya kwamba tutaishi pamoja milele milele hadi kifo tu itutenganishe. hadi kifo tu itutenganishe. Mungu unisaidie. Tutaingia kwa upande wa Aziza. Aziza, kuna mara kuna mara There's a time. kaka yako amekula pesa zake akakulazimisha bila wewe kuhitaji. Maybe your brother ain't your money, or you Unataka mjue, je, ni wewe ambao umechagulia? Yaani hapana. Sijui tunahitaji picha zitoke vizuri. Batachoka ingia kusimama pale. Toto simama nyuma yake. Ona hivi, ona huko kwangu.
imeendelea. Hii kiato hiyo suit anaweza kuwa amemlazima online. Ikifika nyumbani wenye navyo wanakuja tosha ndani. Na unakuta Joseph hana suruali, hana shati, hana chochote nyumbani. Kwa hali kama na hiyo hautamkutumia na kumwacha. Lakini anaweza kufika katika hatari ambayo inamsababisha kuwa mlemavu, yani kubadilika kwa sababu fulani. Je, kwa hiyo hali ya mabadiliko yote utaivumilia? Nataka kurudisha kwa hiyo maneno. Utamgeleza kama hiyo kwa hii sauti tusikie. Asema mimi Aziza, mbele ya Mungu na mbele ya kanisa, na kukubali wewe Joseph kuwa mume wangu wa ndoa. Ninakuahidi kwamba nitakupenda na kukutii kwa hali yoyote, katika shida na katika raha. Mali yangu itakuwa mali yako. Nakubali kuishi pamoja na wewe mpaka kifo tu kitutenganishe. Ningelipenda niulize Joseph, ikiwa kuna dalili yoyote ambayo uko nayo ambayo utakuwa unaiona asubuhi na mchana saa yote, unakumbuka ile ahadi ambayo umempa mke wako, kama kuna alama yoyote ambayo umeandaa kama kifungo ya ahadi yenu, ipo? Ikiwa ipo, taikamata ndio nipatie. Nitapenda pia kuuliza dada Aziza, ikiwa kuna alama yote ambayo umeandaa kwa kumpa mpenzi wako, kipenzi yako, ya kuweza kuwa patanisho ya hiyo ahadi ambayo umetoa. Ipo? Ikiwa ipo, nahitaji basi acha tuweze kuombea pete hizi na kuzitakasa ili zifanye kazi hii, sababu zimetengenezwa na wanadamu wamoja wa pagani, mashini zenye hatujui kwamba ni Freemason yani nini, lakini damu ya Yesu inatosha. Naenda kuzitakasa kwa jina la Yesu ili zifanye kazi. Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, tunarudi mbele zako mara tena kwa ajili ya kutakasa pete hizi ambazo wanawako wanaleta kama alama ya upatanisho wa ahadi ambao wamepeana. Basi zitakase na damu ya Yesu Kristo ile ambayo amenyeka msalabani Kalvari, ili ziweze kuwa patanisho njema katika ndoa ya Joseph na Aziza. Acha zitakase, ni katika jina la Yesu tuomba. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
Nafikiria ninapoona hii kitu kama ni oro, kama ni dhahabu sijui. Yaani haina mwanzo na haina mwisho. Ni mwili wao. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba ever and ever. Inamaanisha kwamba upendo ya Aziza na Joseph haitakuwa na mwanzo na haitakuwa na mwisho. Haleluya. Haleluya. Basi tutamwomba Joseph ikiwa tatia kwa pua, ikiwa tatia kwa nywele, ikiwa tatia wapi, yeye ambaye anajua wapi kwenye tatia ili akuwa naona hiyo alama. Na atakuwa kitia akisema haya maneno, na ningefikiria Aziza naye unataka tia wapi? Pale kwenye unataka tia hiyo mpatie basi ufanye hivi. Yaani kama ni kitu fanye hivi. Atakuwa na akirudia kwa maneno haya. Mimi ukimvalisha mtu wako pete. Mimi Joseph Patachoka na kuvalisha pete hii kama alama ya upendo katikati yangu na wewe. Na ikuvalisha kama mke wangu wa ndoa. Ni alama ya upendo na uaminifu. Ninakabidhi mali yangu yote, moyo wangu wote, kwa siku zote za maisha yangu. Amen. Kwa hiyo tunaomba Aziza naye hiyo alama yake hiyo kwenda kuonyesha mtendo wake katika kwa hiyo maneno. Afundisha tu kidogo. Oda mimi Aziza na kuvalisha pete hii ya upendo kama mume wangu wa ndoa. Ni alama ya upendo na uaminifu. Ninakabidhi mali yangu yote, moyo wangu wote, kwa maisha yangu yote. Amen. Basi sababu ya baridi ya siku nyingi Joseph ameharakisha, lakini tulikuwa bado kumpatia hiyo wakati. Hii ndio wakati sasa inafika. Joseph amupe hongera Aziza na watumishi wenye wako hapa mjongea hapa mbele, tapiga magoti.
ili tuweze kuwaombea. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ndio Baba. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Tunakushukuru na kusifu jina lako kwa matendo makuu ya ajabu ambayo umetenda kwa muda wakati kama huu. Asante Bwana Mungu kwa sababu wewe mwenyewe unajua kwamba siku ya leo na saa kama na hii mfano wako utatimiza ahadi na yale ambayo umekusudia kwa ajili ya maisha ya Aziza pamoja na Joseph. Ndio maana tunaomba baraka tele Bwana, nenda wabariki kwa mbegu za uzao wa tumbo, nenda wabariki kwa kazi za mikono wafanyazo siku ya mchana, nenda wabariki kwa ninapo ulipo, nenda wabariki Bwana kwa kila jambo, nenda wainue kwa waume. Acha ilitoda hii Bwana masuala ya shabab yapitia kutoka siku ya usaulane, bali ungeweza kwa vimefika Bwana, maisha yao yawe maisha yenye baraka, maisha yao yawe maisha yenye mafanikio. Kuna programu baraka yote ndani ya nyuma yao, kuna programu watoto ndani ya nyuma yao, kuna programu kwa mafuana baraka na mafanikio ya kila aina ndani ya jamaa zao. Neno watokeo na maajabu, tunaweza mipango ya kila kwa mbele yao, tunateketeza kwa jina la Yesu. Neno wasimamie, neno waajabu wako. Asante kwa sababu umekuwa mali, asante kwa sababu umekuwa na huruma, asante kwa sababu umekuwa na Yesu Mungu. Biblia inasema kwamba kile ambacho kimeunganishwa na Mungu wanadamu wasifanye nini? Karama niliyopewa na Mungu na madaraka ninayopewa na kanisa la United Baptist Church na kuikubaliwa na serikali kutoka leo tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka wa 2000 saa 7 za mchana na nusu, ninatangaza rasmi kwamba Joseph na Aziza ni mume. Oh yeah. Woo. Baby, when you smile, you look so beautiful. See the way you find, you look so natural. Baby, when you touch, it's so magical. Everything you do, it's so wonderful. They say love is blind, but I can see it in your eyes. Obianuju, omalicha nwata dị mma. Oh yeah. Neme. Oh yeah. Omalicha nwata dị mma. Obianuju, my love, oh baby, you know you're just a blessing. And then a bejolu, mwa muru na mma. Onyo mani gweme. Uyo ni chaguo lako, chaguo lako. 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 Umeomba miaka mingi, umetafuta kila mahali, leo umepata wako ambaye ni chaguo lako. Uyo ni chaguo lako, alizaliwa kwa ajili yako, ameumbwa kwa ajili yako.
chaguo lako. Huyo ni chaguo lako. Huyo ni chaguo lako. 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 Chaguo lako.